Yesu asifiwe. Tende mema wewe anayetenda mabaya mbele yako. Unajua wanaume tunajua kujihukumu kimya kimya, ila hatusemaji nisamehe. Sasa unasemaje nisamehe kwa watoto na wewe? Mwe. Tunaanza tu matendo, naenda kununua kitenge na leo. Ukikuta haviji, endelea kuwa mnyenyekevu tu. Vitakuja kupitia kwa Mungu au kwa huyo huyo. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kuwa mnyenyekevu. Jamani, nina kanisa gani la watu wasiotambua ume zao? Nina kanisa gani la watu walio na fitina na ndoa zao? Hata kujipamba hamjawahi kujipamba. Wanawake wazuri walijipamba kwa waume zao, wakawapenda, wakawasemea sauti nzuri. Yaani wewe chakula kimepikwa ndio unaanza kufoka na watoto. Mimi chakula chako siri. Siri. Na mimi ndo niko hivyo. Yaani naanza kupokea mtoto na ninawisha huko mikono. Kwa sababu gani? Nikila nimekula shingo upande. Nyenyekea, usijivune na vitu vyako. Ukilala kitandani hiyo nyumba singefungwa. Kama mwanaume hapati hela na wewe upate hela, singefungwa hiyo nyumba. Mume wako kiaibika, nani anaibika? Sio wewe. Wanawake ndio wa kwanza kuaibika. Wanaume tunajikaza. Ndio. Nyumba ikiwa mbovu, sisi msipokifika makanje, mnaokaa ndani nyinyi. Sio kanje. Hata kwa ikinyesha tunaweza kukaa kwa shida. Tunajali tu mwanamke kae ndani. Sasa nimekuacha ndani, bado nataka nitoke nje nikalale na huko. Na mwanamke mwenyewe anasema ulilala wapi leo? Sijana wewe ulikuna. Sasa mimi nimelala stage sasa. Nikwambie nilala stage. Jana ulikuna, mimi nimeenda kulala stage. Rudi huko tena. Wakati Malkia ndani amekasirika. Nikikufukuza jamii yote itanicheka. Bora tu nijibife na taishi ngoni na kaa kimya. Unajua baraka za mwanaume ziko kwa mke wake pia. Sema yangu, Mungu akusaidie na kuombea upate kazi. Kama imepotea, leo tumekula chakula hiki, nimehangaika huku na kule, nimepata kakuku, tule pamoja, lakini kesho yetu inakuja nzuri. Anasema ndio mke wangu, na sauti ya bezi na ndefu, ndio mke wangu. Ataenda na deni. Anaenda na deni, mke wangu ananiheshimu. Sisi wanaume tunakwazaga kwanza, ndipo tuone upendo. Hatuonagi upendo bila kukwaza kwanza. Bwana Yesu atusaidie. Ya mnafikiri nyinyi huyu mama mchungaji ndio sijawahi kukwaza thubutu. Na kwanza kuna vitu vingine sijui kama nimekwaza. Lakini ndio nimekwaza hivyo. Unyenyekevu unaonekana kwenye tatizo. Sasa tutamuonaje? Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine nimekaa sebuleni na huwa viatu na acha box kiti. Mtu gani ameweka soksi hapa kwenye kiti? Mimi nataka kwenda kazini, soksi zinanisumbua hapa. Bwana Yesu asaidie. Kama ni muopole, nimesema baraka. Siongei na wanawake peke yao, mkafikiri somo hili na wanawake. Nina maana ya kunyenyekea nyuma ya aliye mbele yako ili upate baraka. Bwana Yesu asifiwe. Umtii aliye mbele yako ili upate baraka. Leo nataka mniombee, mnalia umasikini, mnalia njaa, mkiniweka mbele za Mungu mimi, mkasema Mungu mbariki mchungaji, akuletea hazina yako mbinguni, tutajirika, tutatajirika. Bwana Yesu asifiwe. Mkiniombea mkasema Mungu mfanye kama Sulemani ambaye aligundua siri ya baraka na mafanikio, akaomba, Mungu ataleta fedha kwenu kwa sababu
unaniombea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yangu nina maono mazuri kwa ajili yenu, na wapenda, njaa zenu nazijua, mateso yenu nayajua. Ndio maana nataka mpatane huko bebeni, ili ninapoombea kusiwe na kizuizi chochote mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kusiwe na pepo lolote mbele yenu. Siku hizi watu wameanza kuwa wachawi ili wapate fedha. Sisi uchawi wetu ni kukaa na Yesu na kumwombea mchungaji. Mungu mbariki mchungaji, akiomba nikienda kwenye biashara nikafanya nipate faida kwa jina la Yesu aliye hai. Akiniwekea mikono nifarijike. Sasa kama nimekukwaza nitaombaje? Maombi yangu yatafika. Unajua kuna wakati hata Bwana Yesu aliwakwaza wanafunzi wake. Aambia nyie vukeni ng'ambo. Tunataka kwenda na wewe unakokwenda, akasema nasema vuka ng'ambo. Hapakuwa na upole. Biblia inasema akawalazimisha. Kuna wakati ndawalazimisha kupita msikotaka. Lazima mnitii. Ili muwe na baraka. Twendeni huko, ndio twendeni. Mtaenda na mimi. Kwa sababu Biblia inaniambia ninajua nina dhamiri njema kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mnitii tu. Hataki tunaenda. Unajua wanawake ni mfano mwema sana. Mungu anamwambia tunahama hapa, tunahamia mahali fulani. Ameshasema mume wangu tunahama, tunahama. Unafikiri Ibrahim alienda kumwambia mke wake naomba tuhama? Anasema tunahama. Ni amri, si ombi. Tunahama hapa, tunaenda Mungu alikosema. Twendake baba. Wanafika huko, wanakaa kuna njaa, wanaenda Misri. Sara anasema twendake baba. Mimi anasema tukifika Misri usije ukasema na mume wangu. Sema ni kaka yangu. Sawa baba. Wanaenda tu. Wanasema huyu ni mume wangu, sasa hapana ni kaka yangu. Kumbe Mungu amewategeshea kuachana. Ni kaka yangu, anaingia kwa mfalme. Mungu anasema wewe